Alright, it's story time na leo tuko na kaka mtumishi mwingine. Guys, niliwaambia kwamba ukiona mkaka anamjua sana Mungu. Yaani yeye kila Jumapili yuko kanisani. Mara ukikosea mwambia samehe 7 mara 70. Yesu Kristo alijitoa kwa ajili yetu. Sio nini. Run. So huyu mdada anasema yeye hana baba. Ana mama tu ambaye mama yake yeye ni donkea. Kwa hiyo ada zote alikuwa analipiwa na mjomba wake. Kama alizo zake form 4 akasema nisipindishe mambo kwa sababu hata hakuna mtu anayenilipia hizi ada tofauti na mjomba. Ngoja niende moja kwa moja college. Kafika college huko. Kakutana na huyo mkaka, wakaanzisha mahusiano. Huyo mkaka sasa alikuwa ni mtu ambaye mcha Mungu. Jumapili kanisani. Akitoka sijui kikao cha vijana kanisani, sijui nani na nini, anakuja kumuona binti. Akienda kumuona binti aje kumwambia sijui njoo kwangu sijui geto. Yaani anamuonyesha kwamba sex is not his first priority. You know, yani mtu ambaye amejikita kumtafuta Yesu kwa hali na mali. So mahusiano yameenda ya moto kabisa. The guy alikuwa ni mtu ambaye anampa pesa nyingi sana binti. So kwa sababu mjomba alikuwa anamlipia tu ada, kaka mtumishi alikuwa anatoa pesa dogo za matumizi sio nini. Kwa binti alikuwa anaenjoy sana kwenye mahusiano. Baada ya miezi mitatu kaka mtumishi akamwambia mama njoo geto sasa tuonane sio nini. Kweli binti alienda na wakafanya vitu za tabia mbaya, vitu za kikubwa. And by the way, jamaa alizidisha upendo kwa huyo binti na binti alizidi kumpenda kaka mtumishi. Like, oh my god, I cannot explain. Wakazidi kupendana, kaka mtumishi alikuwa anamhudumia, alikuwa anampenda. Hakukuwa na red flag hata moja. Hakukuwa na vipingamizi kwenye mahusiano. Kila mtu alikuwa anamwambia kwamba umepata good man, sio nini, humble person, sio innocent, sio nini. Penzi lilikuwa la moto. Basi bwana wameendelea na mahusiano, likizo imefika, kaka mtumishi kaenda nyumbani na huyu binti kaenda nyumbani, lakini mahusiano yalikuwa pale wanaendelea kuchat, wanapigana simu, wivu wa mapenzi kama kawaida. Yani mambo yalikuwa mwemwele. Na nilisahau kuambia kaka mtumishi alikuwa mwaka wa mwisho degree. So binti ndo alikuwa ameanza diploma mwaka wa kwanza. Bibi. Okay, wameendelea na mahusiano, vitu viko kawaida. Kaka mtumishi akaja kumaliza sasa ile mwaka wa mwisho akarudi kwa Unamanga. Binti akaendelea kubaki anasoma. Akamwambia kaka mtumishi mimi hapa nimechoka kukaa hostel za ndani, kwanza kaniambia hostel za nje. Kaka mtumishi yule akampa pesa sio nini, kamia hostel za nje. Bwana siku moja amekaa. Sasa unajua ile mambo ya hostel, watu wanakuja hata 4 wanakaa, watu 5 wamekaa. Rafiki yake akamwambia baby girl naomba simu yako mara moja. Kumpa simu akawa anaangalia status za watu. Akakuta rafiki yake kaka mtumishi kamposti dada fulani. Akamwambia wewe unamwona mdada? Huyu mdada ni mpenzi wa, akamtaja kaka mtumishi. Huyo kaka mtumishi tumuite nani sijui, John. Akamtaja John. Esther unamwona John? Huyu ndo mpenzi wake sio nini. Esther akawaza mpenzi wake tena. Kuna rafiki yake mwingine akamwambia wewe huyo mpenzi wewe kaka mtumishi si mpenzi wako. Huyu tena binti vipi? Akasema huyo ni ex wake sio nani, akajitetea pale. Wale mabinti walikuwa wanapenda kwenda club. Sasa siku moja wameenda club. Hiyo usiku wake. Hata siku moja usiku wake wameenda club. Asubuhi akampigia binti simu akamwambia wewe unaona ile nyumba mbona unajisnap tuko hapa sasa hivi. Kumbe kaka mtumishi alivyomaliza chuo kurudi kwao alimwachia geto lake yule demo wake ambaye alimuona kwenye status. Ndio tuko hapa sio nini. Yaani ile geto mbona unajisnap wewe unakuja kutuonesha ndio tupo hapa sasa hivi ndio tumelala hapa. Kwa hiyo binti ni rafiki yetu. Binti ndo kwanza kulia akakasirika. Sasa akaenda akascreenshot ile status akamtumia. Miss fulani sio nini. Kaka mtumishi akamwambia yes, kuna kingine unataka kujua? Yes ni yeye, kuna kingine unataka kujua? Binti akamwambia kuna kitu kingine ninachohitaji kujua, sio hivi na hivi. Basi okay sawa. Baadaye kaka mtumishi akamtafuta. I can explain sio nini, nisamee, unajua huyu nilikuwa naye toka muda lakini hivi na hivi. Binti akamwambia haijalishi upo naye, mimi tutashare. Yaani mimi kukuacha wewe ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa hiyo tutashare wote. Akijua kabisa yule binti anakaa getoni kwa yule kaka na yeye anakaa hostel za nje, you know. Baada ya hivyo kushare, yeye akawa anakutana na kaka mtumishi sijui hizi hotelini sijui wapi. Hawakutani naye pale nyumbani, wanakutana tu hoteli, wanamalizana huko, anarudi hostel hivyo na hivyo wameendelea kushare. Kaka akaanza kubadilika, yani mtu ambaye hajali, hapigi simu kwa wakati, lakini pesa anatoa kiombwa, you know. Hajali, hapigi simu, hatumi text, yani mambo ni ovyo. Wamekaa. Sasa siku moja kaka mtumishi akampigia simu akamwambia njoo huku geto kwangu nimerudi. Akamwambia yani mimi nije huku ambako nakaa na mwanamke mwenzangu kwa kweli haitawezekana. Kaka mtumishi akamwambia no. Huyu kasafiri kwaona wewe naomba uje tu, si kwa na amani nani. Binti watu siakajikoki, kapendeza, kavaa nguo za mithengo. Okay, kaenda mpaka kule nyumbani akakuta vitu vya yule dada, ndo akaamini kweli kumbe yule dada anakaa kwa yule mwanaume. Akamwambia na maana kweli wewe umeshindwa kutoa hata hivi vitu wakati unajua mimi nakuja, sio nani akana analalamika ile wivu. Sasa jamaa akamwambia kwamba you know mimi nimekuja haraka. Kwa hiyo nimeshindwa hata muda wa kutoa hivi vitu. Wameendelea kukaa, wameongea kidogo, simu ikapigwa. Kaka mtumishi akatoka nje kwenda kuongea na simu. Kutoka nje kwenda kuongea na simu, alivyorudi ndani akawa mtu mwenye wasiwasi sana. Binti akamwambia sasa mbona una wasiwasi sana sio nini? Akamwambia you know I'm sorry fulani, kaambia kwamba wewe upo, so amesema narudi. Kwa samahani sana, naomba urudi tu afu wakati mwingine mimi nitakuita. Binti akasema yani niondoke mimi sio nini ile kulalamika. Sasa simu ikapigwa tena, akatoka nje. Kutoka nje binti amepata hasira, afu kwenye meza kulikuwa kuna savana na kulikuwa kuna vidonge vingi. Akabugia vyote. Kajifanya muhindi, hasira za Kihindi, kabugia vidonge, sijui ili iweje. Jamaa karudi ndani, anakuta savana yote haipo, imeshanywewa na vidonge vyote havipo mezani. Sio mnaelewa? Wakaanza kubishana sasa. Esther, unataka ufe ndani kwangu na vyote hivyo nilivyokufanyia? Nimekudumia vitu vingapi? Leo unataka ufie ndani kwangu ili mimi nikafungwe jela? Wewe sio mtu mzuri sio nini? Twende kupeleka hospitali. Wakaanza kuvutana. Binti chali kudondoka kaja kuamka kajikuta hospitali. Manesi wanamuuliza what happened? Analia tu kwa anamwangalia kaka mtumishi.
yani mambo yalikuwa ni mengi huko hospitalini. Basi kaka mtumishi akaambiwa afuata sijui PF3 tuwe tumtibie sio nini, ilikuwa imeshafika usiku. Kaka mtumishi kwenda kuhangaika akapata PF3, kaja akaanza kutibiwa. Alivyomaliza akaanza kusema mimi naomba niondoke niende kwangu sio nini. Akamwambia no, inabidi sasa hivi nikupeleke guest house ukalale, alafu kesho asubuhi utaenda kwako kwa sababu muda umeshaenda sio. Binti kagoma. Kaka mtumishi ikabidi aite toyo waondoke, akampeleka hadi kwake hostel. Akafika pale kamwacha nje, akaondoka. Alilia, alipata mpaka asthmas. Hivi si unanielewa? Binti yetu alilia, headache, stress, darling. Hivi unaelewa? Yani alikuwa na stress, akasema it's time na kublock. Kweli akamblock. Kiherehere mama sijui kikampata, akamwanblock Churchboy. Churchboy akaanza kutuma mimi message, kupiga simu, mama I'm sorry, samee 7 mara 70. Hivi unaelewa Mwisho wa siku binti alimsamee na wakaendelea na mahusiano, huku akiendelea kushare. Mahusiano yameendelea. Yani amekuwa obsessed na kaka mtumishi, hataki kumwacha, hataki yani hivyo, yani anampenda, anampigia kila wakati, Sasa bwana yule demo wa Churchboy, si akamwacha Churchboy akabakiza tegemeo moja tu ambalo ni Esther. Sasa siku moja Esther anapita zake TikTok akakutana na video ya Fiona Nkia, I don't know. Dada Fifi akaambiwa kama sio ukitaka kumove on, sio kuheal, naomba uanze kumpotezea mtu sio nini. Akaanza kufuata hizo tricks. Sasa akawa anasikiliza video nyingi za Fifi, anasema ndizo zilizomsaidia. So shout out to Fifi, alimsaidia sana huyu binti ambaye story yake ndio tunaisema leo hapa. Akaanza kumpotezea, akaanza kuheal, lakini jamaa yeye ndo akaanza kurudisha sasa upendo ile kasi. Yani kasi ambayo 5G sio tena 4G, ni 5G. Yani haraka anampenda, anamhudumia kama kawaida. One thing about Churchboy, alikuwa ni mtu ambaye pesa sio issue kwake. So the girl alikuwa anapata pesa za kutosha tu, of course. Na wameendelea na mahusiano. Binti akaja kupata mwanaume mwingine katikati ya hilo uhusiano lao. Baada ya kupata huyo mwanaume mpya akamwambia mimi na hivi ex wangu alinifanyia hiki, lakini kwa sasa hivi mimi sitaki kumwacha hivi, lazima nilipize kisasi. Yaani akasema ni lazima nilipize kisasi kwa sababu moyo wangu uliuma na wa kwake lazima uume. So wameendelea na mahusiano. Churchboy akamwambia it's time mama, nataka nikupeleke nyumbani mama, akakuone mama mzachema. Binti akasema fine. Wakapanga siku ya kwenda kumuona mama mkwe. Sasa binti akamwambia kwamba sina nauli, alafu kitu kingine huku kodi imeisha, kwa hiyo unatakiwa kulipa kodi kwanza alafu ndo twende. Jamaa akamtumia hela ya kodi 500,000, akampa na hela ya nauli. Baada ya hapo binti alimtumia waraka wa amani. Sasa ngoja tusome huo waraka wa amani uliofanya Wayahudi washinde kula na kunywa wakati ule. I've been dating someone since 2023, nilipogundua una mtu mwingine, so I was still having you because of healing. Since I met my current boyfriend, I am in a healthy relationship. Don't waste your time on me. Even I broke with my boyfriend. It's better I met another instead of being with such a bitch man like you. Bye bye. That's why I was rejecting you. Dating you. I'm cheating. Nadhani na nyinyi mtasema hapo pamoja. So even anything from my man, and I was the money that he gave to her. As don't disturb me. For now, I see you like my brother. Yes. Churchboy anaonwa kama brother. Yeah, that's it. Alimtumia huo ujumbe na baada ya hapo Churchboy Johnny alisema kisha kurudi kitandani na kulala zake.